Now kumekuaga na makasumba zingine ambazo mimi sielewi. Kasumba gani hizo? Wewe we have freedom of speech, we have freedom of what again? Kujieleza ama ndio hiyo speech. Yeah, ndio hiyo speech. Freedom of expression, freedom of worship, kuna lot yani katika iko under Bill of Rights. Kwa hivyo wewe kama chapter 4 of the Constitution of Kenya. Yeah. Nipo vizuri. Umenishangaza ndugu yangu. Umenishangaza ndugu yangu. Tell ameitoa very effortlessly. Yeah. Anyway, hata mimi naweza kuchallenge. I know you are a journalist. Yes. But I am sure. Amesema ni nyamni. Amesema nisimwaibishe ndani ya tuboge. Okay. Kuna jamaa alifunga harusi ba mdogo tu yani 25 years pale. All right. Baada ya kufunga harusi anasema ya kwamba I could not believe on my wedding day, the day that people are supposed to be happy for me, ile siku ambayo tunafaa kunisherekea, watu walikuwa wananiongelea. Kwa nini anasema ya kwamba siku ya harusi yake yeye na mchumba wake walipokuwa wanafunga ndoa pale, kuna baadhi ambao walihudhuria ile harusi lakini walikuwa wananongonezeana pale. All right. Mtoto miaka 25, kijana miaka 25 tuseme, kijana miaka 25 alibahatika kwenda ngambo pale, kutoka ngambo karudi na binti, mtoto mdogo, msichana mdogo pale. Msichana mdogo, miaka 64. 64 years, young girl, just a very small girl, baby girl, kachuna fulani, katoto kutoka pale London, goja Manchester, 64 years, katoto kadogo kama hapo. Hiyo ndo mnaita badi? Ndio bado kako barabarani sana. Katoto na crop top, regarding kwamba akakosi kama $3,000 kwenye account. Katoto sana. Sasa kwenye harusi pale, huyu kijana wa miaka 25 alipokuwa anamoa badi wake wa 64 years, katoto kadogo pale, anasema he could not believe pale kwa reception alikuwa anaona watu wananongenezeana, like they were so disgusted ya kwamba inakuaje kijana wa miaka 25 wewe unaoa msichana mdogo wa miaka 64 auoni haya. Lakini alikuwa ananiuliza, Rio, why is it that sisi wanaume tukipata opportunity ya kuoa tunayempenda hata kama ametuzidi umri inakuwa ni gumu, lakini unapata kina dada wengi huko wanatembea na vibabu vyao kwa miaka 80 kabisa, lakini community inaona ni sawa. Na mwanzo tukimpeleka kwa wazazi, waambie mzazi ndio anataka kumoa, wazazi wanasikia raha na harusi inapigwa na kuna story. So anauliza jamani, why is it that women, please, tukitaka kuoa kina dada ambao wametuzidi umri, the society is giving us their back. Please don't vibaya. Please don't judge us. Ndio. Please don't judge us. Kila mtu ana preference yake. Kuna wale ambao wanapenda, na mimi my preference has always been that, which is oldies. Old is gold. Hata kwa gari anapenda hivi. Nimeshaenda tayari. Ishatumika. Ndio. Hata kwa nyumba, unajua kuna mtu apendi nyumba mpya ile harufu hata nyumba yenye ishatumika. Ndio. Na nguo pia labda anataka mtumba. Naelewa. Anapendelea tu pia vile. By the way, mimi pia kisociety naona inatupiga sana boy child. Inamwangazia vibaya ambao hapana tatizo hapo. Unajua life is blind. Alafu pia sometimes hiyo story ambayo naweza kuambia, I can assure you, sijui ni kutoka wapi lakini najua haitoki kwetu. Maana kule kwetu ni mambo ya kawaida na hatuoni shida. Kwanza sisi tunaona investment. Unaona investment. Ule kwetu tuna mzungu wa miaka 60, sijui miaka 70, either ni mwanaume ni mwanamke. Sisi tunaendelea na maisha yetu bwana. Tunajua hapa bwana pia utsumoni. Tunaita atsumoni yuya. Yani atsumoni tunamaanisha ako hustle. Amechukua kitega uchumi. Kitega uchumi pale. Lakini pia kama ni upendo uko kati yenu na huyo mama wa miaka 60 na wewe uko 20 na msichana 60, hakuna tatizo. Mimi sioni kama kuna shida yote. Hata mimi sioni kuna tatizo. Mimi kwanza siwezi wa chini wa umri wa chini siwezi. Hello. Daktari Mose kutoka Elgeyo Marakwet. Yes baba. Ndio. Kwa experience yangu, hata niko na mama alikuwa ameniambia utanioa akiwa na 45 years. Na wewe ulikuwa 20? Niko 20. Akaniambia utanioa. Ukasemaje?
Nikamwambia ndakupali, bora kuna madola. Akaniambia dola sio shida. Akanipeleka Mombasa. Akanipea pesa. Sasa umri sio shida. Na mko naye mpaka sasa hii? Niliachana, nilitanganyana kidogo nikaachana na yeye. Oh, ulienda haso. Unasikia nilitanganyana kidogo nikapotea. Hello. Hello. Yes, baba. Mzuri sana hii baba. Ai, mimi sijawahi fanikia bwana. Lakini je, ni vibaya kijana kiamua kuoa msichana angalau amemshinda miaka hata kama ni 64 pale? Katoto kadogo. Si vibaya bwana. Si vibaya. Kwa hivyo nasema sisi ndo tunatandikiwa bure tu. Toto ikikupenda imekupenda bwana. Pita nayo. Hai. Henry. Habari zenu? Oh, mzuri. Ni vibaya? Ni vibaya. Unajua hata huku kwa sababu inasema hivi. Unajua bwana nafaa kufa bibi ya bwana nafaa kufa aache bibi. Na sasa umeoa bibi huyo mzee hivyo. Kwani kuna shida gani? Si ni umri tu. Anasema bwana anafaa kufa kwanza. Hiyo ni kasumba hiyo. Kumbe umetumia jina zuri. Mzee hivyo. Akizaa mtoto wa kwanza ile damu kumwangika sasa ita nguvu haraka. We? Ni maoni ya kina dada. Maoni ya kina dada. Kwa hivyo Zuli, bado unasoma na msimamo wako ya kwamba old is gold? Old is gold. Ananiambia hapa mtoto wa kike anaitwa Annie. Anasema kwamba a woman is made from your rib, but the rib is older than you guys. Solomon Zuli, Sugar Boy, pamoja na Main Man Rio. The rib is older than you. Ilitoka wapi? Sasa uenda atakuwa the riba yenye ilichukuliwa kwako ikatengeneza huyo. Ndio. Sasa si yeye ribu yenye ilitengenezewa yeye ilikuwa ya kwa Menkuruma.